tumekuwa tukihangaika muda mrefu katika kilimo, lakini tumetambua leo lazima tuachane na kile kilimo chetu cha jadi. Uongo kweli? Kwamba tuendelee kulima mahindi, lakini ndani yake lazima tukubali kubadilika. Na leo tunaletewa zao hili la parachichi. Na unaona hawa wataalamu wamefanya utafiti. Ili zao la parachichi lisilete usumbufu, ndani yake wanakuletea tena zao ambalo litakusaidia kuhudumia shamba lile la parachichi, lakini nasaidia vile vile uchumi wa nyumbani kwetu na kuinua standard yetu ya maisha. Sasa unavyokuwa na mimi mwenyewe mpaka kabla ya jana, kabla afisa ya kilimo wa mkoa hajanipigia kuniomba niwe mgeni rasmi hapa, akiniambia tunaenda kwenye zoezi la kuzindua uvunaji wa viazi mviringo, nikasema hii itakuwa ni mazingaombwe. Sikuamini. Hivyo kwenye akili kama ya kwangu haiamini, manake wananchi wetu wote wengi hawana taarifa. Lakini tumeambiwa hapa ekari moja ikihudumiwa vizuri na bila mashaka tunavuna gunia 200. Gunia ngapi? 200. Manake ni tani 20 kwa ekari moja. Huo ni uchumi ambao kwa kweli kila moja anautamani. Mmoja wa wawezeshaji ambao mlikuwa mnaona hapa, sitamtaja sababu baadaye mkaenda kumkopa hela, msimu huu au mwaka jana maparachichi yamempatia milioni 50. Milioni ngapi? 50. Kuna rafiki yangu mmoja yuko pale manispaa, huwa ananiletea parachichi lakini huwa anamlipa visenti kidogo. Nikamuuliza katika ule mti mmoja ambao ni mti wa kienyeji, kwa mwaka napata shilingi ngapi? Akaambia kati ya 500,000 na 800,000. Mti? Sasa mahindi yako wewe ni gunia ngapi? Mti mmoja unampa 800,000 wa parachichi. Na wateja wake ndio sisi, anatuletea 5, anaenda nyumba nyingine anapeka 10, anapata kwa mwaka mti mmoja 800,000 na ana miti 4. Piga hesabu mwenyewe. Miti mingapi? Na haipo shambani ndugu zanguni, ipo uwanjani kwake. Bei ya kawaida kabisa ya parachichi moja ni shilingi 500 sasa hivi kwenye soko hapa mjini. Na likivirigwa vizuri 1000 na tunapata pale. Uongo kweli? Na kwa upande wa manispaa, sasa hili naomba niliweke msisitizo. Idara yetu ya kilimo, hili ndio eneo la kujikita rasmi kabisa. Kwa sababu sisi manispaa tunayo sheria ambayo hairuhusu kuzalisha mahindi. Uongo kweli? Kilimo sasa cha mjini, na nimeshaeleza na hapa naeleza rasmi, ni miti ya matunda, parachichi. Kwa hiyo usiseme sasa sisi tutaishije? Parachichi itakufanya uishi mara 15 kwenye standard yako ya maisha. Lakini wenzetu kumbe wamekuja na dawa. Niwashukuru sana SAGOT. Na mimi naomba SAGOT kwa manispaa yetu ya Songea na wilaya yetu ya Songea, kwa kweli na watuongezee nguvu. Tunatamani tuubadilishe mji wetu au manispaa yetu au wilaya yetu ya Songea tuwe wazalishaji wakubwa kama walivyo wenzetu wa Njombe. Na hakika hatuwezi kuwakuta sababu wenzetu walishaona jambo hili mapema, lakini nadhani tunaweza tukafikia kwenye standard ambao wananchi wetu wakaishi maisha bora. Na hilo na maana gani? Tukianza leo kuwekeza katika parachichi, chini ya udongo tunaweka viazi hivi. Manake sisi ni matajiri wa leo na kesho. Tusiache fursa hiyo. Na mimi
Nipongeze sana idara ya kilimo mkoa kwa utafiti ambao mmeufanya, na sasa jambo hili ndugu zangu naombeni tena kwa unyenyekevu mkubwa waandishi wa habari, hili tulipigie kelele. Sauti zenu zinafika kwa kila mwananchi. Kwa hiyo wenzetu mtusaidie. Mtusaidie kupaza sauti. Tumechelewa. Lakini kawia ufike. Wahenga walisema sio? Kawia sasa ndo tunaenda kufika. Kwa hiyo niwapongeze wale ambao wameanza kuchukua hatua, na niwapongeze wale ambao wamekuja hapa leo baada ya kusikia kuna fursa ya masomo na mafunzo. Na bahati nzuri mimi nimezaliwa hapa shule ya Tanga. Kile kikundi naomba leo mniandikishe na mimi nitakuwa katika kikundi kile. Hairuhusiwi lakini lazima sasa niwe kwenye kikundi. Najiunga moja kwa moja, na mimi nataka nianze kuchakata niwe tajiri. Uongo kweli? Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nitoe wito kwa manispaa. Nimesema haya ndio maelekezo. Twende kwenye kata zetu zote 21. Tuzalishe maparachichi, tuzalishe viazi. Tuchukue hili soko la viazi kwanza ndani ya manispaa yenyewe, lakini tuna fursa ya kwenda kuuza nje ya nchi kama tulivyosikia. Lakini tumesema kwamba swala la parachichi ambao ndio zao sasa hivi ambalo dunia nzima kwa ubora Tanzania tunatajwa. Nilibahatika mwaka jana kwenda Cape Town, South Africa. Nilishangaa pale napata parachichi na nimeambiwa limezalishwa Mbeya. Kwangu ilikuwa fahari kubwa sana. Hotelini asubuhi Cape Town, na mnafahamu ule mji una standard ile zetu za Ulaya. Kwa kweli ilinipa amani, na nikaona kwamba hata nchi yetu ina mchango mkubwa katika uchumi wa dunia. Kwa hiyo ndugu zanguni, nimalize kwamba hii ndio wito wetu kwa wilaya yote ya Songea. Tuchukue hiyo fursa. Lakini fursa hii wenzetu Songea vijijini haitulazimishi kwamba tuache kulima mahindi. Sababu nyinyi wenzetu mnaruhusiwa kulima mahindi. Kwa hiyo cha msingi ni kuweka mpango. Kwani ukiweka ekari zako 2 za parachichi na viazi, afu ukaenda ukaweka ekari zako 2 za mahindi ambao umelima kama alivyosema mtaalamu kwa kutumia viwango, utatusaidia kuwekeza katika benki ile ya taifa. Lakini hata sisi wakazi wa manispaa tunafahamu tunalima mliayoyo. Uongo kweli? Sisi tuna mashamba kule. Jamani, haya sio mashamba ya mahindi. Tumeruhusu au tumeacha kwa muda mfupi sababu tulikuwa hatuna mazao mbadala. Sasa zao hili nalo tunaenda kulitengenezea sheria ndogo, kwamba sasa itakuwa ni lazima kwa mwananchi wa manispaa katika maeneo yake yale ya wazi hakikisha kwamba anajaza parachichi. Ndio kilimo cha mjini kilichoidhinishwa. Lakini chini pale tunaweka viazi. Viazi vinakuwa na kazi mbili, kiuchumi lakini kurutubisha ardhi vile vile. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Asanteni. Mradi wa mkulima kwa mkulima ulianza mwaka 2020. Kuja Ruvuma ilikuwa ni kwa mwaliko wa mkuu wa mkoa aliyekuepo kipindi hicho, Mama Christina Mondeme. Naye alitukuta huko Nane Mbeya wakati tukifanya maonyesho chini ya mwavuli wa SAGOT. SAGOT ni taasisi ya kuendeleza kilimo nyanda za juu kusini ambayo iliasisiwa na Mheshimiwa Jakaya Kikwete katika awamu ile ili kuendeleza kilimo nyanda za juu kusini. Lakini baada ya hapo mkuu wa mkoa alivyokuja kule akapendezeshwa na kile tulichokuwa nakifanya. Akasema kwamba mimi ninavyoona kwa mkoa wa Ruvuma kuna shida ya kuwa na zao moja tu. Wakulima wangu kule ardhi wanayo ya kutosha, maji wanayo ya kutosha. Je, haiwezekani tukafanya na kule Ruvuma? Pale ilionekana kwamba sisi tuje kutembelea huku. Tulipokuja kutembelea tulikaribishwa na kipindi hicho na Mr. Shemdoe ambaye ndiye alikuwa katibu tawala. Tukafanya mkutano pale kwenye ofisi za mkuu wa mkoa, na baada ya hapo wakulima wakatambua, wakaanza kutufuatilia, tukaanza moja kwa moja vitalu katika eneo la Liganga. Lakini lengo letu kubwa ambalo tulikuwa tunafanya ni mafunzo ya kilimo biashara kwa ajili ya mkulima kuweza kujitambua, kwa sababu kilimo biashara ni mkulima kujitambua. Afahamu jinsi ya kutunza kumbukumbu kuanzia kwenye matumizi ya kaya yake, lakini afahamu kile anachokiwekeza shambani, ili siku ya siku kufahamu kwamba matumizi ya kaya yalikuwa ni nini na matumizi na uzalishaji shambani vinaendana, na hicho ndio tulichokuwa nakifanya. Kwa hiyo tukafanya
tukaingia kwenye vitalu ili mkulima anako kufahamu mbegu bora ni ipi, inakuja root stock za kubebesha ni zipi, tukisaidia na watu wa TOSCI. Kwa hiyo tulifanya tukafanikiwa, kwa mwaka huu tulifanikiwa vizuri sana katika maeneo ya Liganga, tukaja maeneo ya Peramiho na Matuhi, Litapwasi, na tukafanikiwa kupata kama eka 600 kwa mwaka ule. Lakini tukaona kwamba kulingana hii parachichi kuwepo, bado inataka turatibu kuona kwamba ni zao gani linaweza kukubali. Tukaanza kufanya soil analysis. Kwa tukaanza kuchukua udongo, kwa sababu afya ya udongo ndio kila kitu. Kwa wakulima wetu tukataka wajengewe ufahamu juu ya masuala ya afya ya udongo. Kwa tuanza kuchukua udongo, tukaanza kupima, tukajua kwamba hata viazi mviringo vinakubali, lakini tukakuta kwamba kulikuwa na mipunga analima mipunga ya kawaida tu. Kwa sababu tuna wenzetu kule wanaozalisha mbegu za QDS kule Mbalali. Tukawaalika, tukaanza demo za mpunga. Bado tukaona haitoshi, tukaona kwamba hebu tufanye, kwa sababu udongo unasema kwamba viazi vinaweza kukubali. Tukaanza kufanya demo ya viazi ya kwanza kabisa shule ya Tanga. Kwa hiyo tukafanya, tukaona matokeo ni mazuri. Mbegu hizi zilikuwa zinatoka na kampuni ya HZPC kutoka Uholanzi. Ndio watuletea mbegu ya Sajita mara kwanza kabisa. Kwa mara nyingine tukaanza kujaribisha mbegu za kawaida. Kwa mara hii tukajaribisha mbegu aina 2 ambayo hapa kuna Sajita na Challenge, na zote hizi zinatoka Uholanzi, lakini zimekuja kudhibitishwa na kupata usajili Tanzania. Sasa hivi Tanzania tuna mbegu za viazi aina 16 zenye matumizi mbalimbali. Viazi sio kwamba vinatumika tu kwa maana ya chips peke yake. Bado kuna matumizi ya unga, kuna matumizi ya kuchemsha, kuna matumizi ya kripsi na hali na kadhalika. Kwa hiyo sasa hivi tulivyokuja kufanya hapa, tulifanya katika eneo ambalo tuliona kwamba kiwango cha pH ya udongo kiko chini sana, ili kuona matokeo. Tukafanya hivyo, lakini bado tukafanya na nyanya. Hizi tulifanya aina kama 5 za nyanya hapo. Kuna Asila, kuna Ansali, kuna Imara F1, kuna Lefano, ili kuona matokeo ni nyanya ipi inaweza kuhimili changamoto zilizoko huko, hasa wakati ule wa ukame. Kwa hiyo tukaja kugundua hicho kitu kwamba bado nayo ni fursa. Lengo letu kubwa ni kwamba kuona kwamba mkulima huyu wakati akisubiria kilimo hiki cha parachichi, lakini wakati huo awe na mazao ya muda mfupi, kwa sababu kilimo cha parachichi kwa Ruvuma ni miaka 2 hadi 3 kuanza kuvuna. Lakini muda huu huyu mkulima atafanyeje? Kwa hiyo tukaona kwamba tuanzisha haya mazao ya muda mfupi ili kuonekana mkulima huyu anakuwa muda wote pochi linakuwa limejaa. Kwa tumefanikiwa kuona kwamba sasa viazi vinaweza kufanya vizuri. Tumejaribisha mpunga Salo 5 tumeona unafanya vizuri. Tumejaribisha nyanya tumeona zinafanya vizuri. Kwa maana kwamba tunajua kwamba kwa sasa hivi hata uuzaji holela wa mahindi kwa wakulima wetu utapungua, kwa sababu atasubiria bei husika. Kwa sababu sasa hivi wanakurupuka kuuza kwa bei mbaya, kwa sababu anakuwa hana kitu. Mtoto amefukuzwa shule, hana jinsi ya kufanya, inabidi auze hata kwa bei ndogo. Lakini kama na mazao mengine ya kujikimu hapa kati, hasa haya ya lugha ya Kingoni wanasema horticulture, yanaweza kusaidia vizuri zaidi kwa mkulima kuona kwamba anakuwa na kipato muda wote. Kwa sasa hivi tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa kuona kwamba sasa tutakuwa na mashamba darasa. Sasa hivi tutafanya shamba darasa shule ya Tanga, tutafanya shamba darasa Litapwasi, tutafanya shamba darasa lingine tena na Matuhi, tutafanya shamba darasa lingine Liganga, lakini bado tuko mbioni kupata shamba lingine Peramiho. Lakini haya maeneo tunayataja tayari tumeshapata mashamba tayari. Lakini hayo mashamba tuliyopata yote ni ya mfumo wa umwagiliaji. Pale Liganga tumepata shamba kupitia wa misionari wa Benedictine Fathers, wametupatia kama eka 3 ambazo tutazifanyia majaribio kwa safari kwa kilimo cha umwagiliaji wa viazi mviringo. Kwa baada hapo hawa wakulima wa viazi mviringo kwa Ruvuma wataweza kulima wakati wa umwagiliaji, na wataweza kulima mwezi Novemba, wataweza kulima mwezi Februari, Machi, na wakapata kipato kizuri zaidi. Kwa maana kwamba lengo la mradi ni kuona kwamba wakulima hawa wanakuwa na kipato cha kutosha. Kwa sababu tulipofanya tafiti hata kwenye kilimo cha mahindi, tulikuta mkulima kwa mwaka mzima kwa eka nzima faida anapata 100,000 tu na point, na pengine asipate kabisa hiyo 100,000. Kwa hiyo tumeona kwamba hili zao tukiweka mazao mengi, manake kwamba tayari tunaweza kufanikisha. Lakini bado tuko mbioni. Tumewalika wenzetu kutoka Ruaha Mbuyuni, tuna vijana wetu kule mkulima kwa mkulima, waje wafundishe kilimo cha vitunguu hapa, watafanya hiyo kazi. Na wenzetu wa Mbalali watakuwa upande wa mpunga, na sisi tutakuwa upande wa viazi na parachichi. Kwa maana kwamba tunamshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan kwa alichokifanya, kwamba Saigot sasa ameiamini kwamba iweze kufanya kazi Tanzania nzima. Na kwa sasa hivi Rusitu tumeshakuwa mikoa 9. Kwa maana kwamba tuna mkoa wa Ruvuma ambao tulianzia, ndio hapa tulipozaliwa hii mkulima kwa mkulima. Tukaondoka hapo, tukarudi Sumbawanga, tukatoka hapo tukaenda Mbeya, tukatoka hapo tukaenda Morogoro, tukatoka hapo tukaenda Dodoma. Kwa hiyo kote kwa tumefanya
Na juzi hapa tulikuwa Kigoma. Tayari kule tunaanza sasa kuandaa wakulima kwa ajili ya kuzalisha mbegu za kuazimia ambazo wataalamu wetu wa wanashamba wanasema QDS. Ili kwamba mkulima huyu anapotaka mbegu za viazi hakikisha kwamba anapata mbegu zilizo bora katika eneo lake. Kwa maana kwamba hata huku hawa wakulima tutafanya uchambuzi kupata wakulima hawa wa kuzalisha mbegu za QDS ili mkulima asipate shida mbegu. Hii mbegu sasa hivi inazalishwa na kampuni ya Silverland kule Iringa, Mafinga kule, Ifunda. Kwa mkulima wa kawaida kuifikia hii mbegu itakuwa ni shida. Lakini kama kisogezewa hapo jirani, maana hata kwa pikipiki anaweza akachukua, hata kwa gari anaweza kaenda kuchukua. Lakini bado tuna mpango mwingine wa kuanzisha maduka ya pembejeo kwa ajili ya kusaidia wakulima hasa kwa mazao ya parachichi na mazao haya, kwa sababu huku hivyo viuatilifu vilikuwa shida. Sasa hivi tuna milango hapa kama miwili hapa, tunasubiri ukarabati, ndio jengo hilo hapo mbele hilo unaliona. Tunasubiri ukarabati tuweze kuweka hizi huduma ambazo zinahusiana na mambo ya parachichi na viazi mviringo ili mkulima asiweze kupata shida kuagiza kutoka Njombe. Mimi naitwa Beno Mgaya, ni mwenyekiti wa Lusitu Agribusiness Group. Lusitu iliasisiwa na Sajgot. Sajgot ni taasisi ya kuendeleza kilimo nyanda za juu kusini ambayo ilianzishwa wakati wa serikali ya awamu ya 4, kwa maana kwamba ilianzishwa kwa maana kuja kwa support wakulima wana nyanda za juu kusini ikiwemo Iringa, Njombe. Sasa hili tumeambiwa ni shamba mfano au shamba darasa kwa halmashauri ya manispaa ya Songea, na wewe ndio mmiliki wa shamba hili. Kuna jambo gani ambalo umejifunza mpaka sasa na leo ni siku ya kuvuna? Asante. Nilichojifunza ni kwamba miaka ya nyuma watu walikuwa wanaweka ukanda wa mazao wakijua kwamba viazi mviringo zinaweza vikatokea Njombe au parachichi katokea Njombe. Lakini sisi katika hii initiative ya mkulima kwa mkulima tulivyoanza mwaka 2020 kutembelea mkoa wa Ruvuma, tulikuja kugundua kuna fursa nyingi sana. Na fursa ambazo tumekuja kuzifanya hapa, tulifanya parachichi kwanza. Na kitu kilichosaidia kuja hapa ni Mheshimiwa Kristina Mundeme ambaye alikuwa mkuu wa mkoa hapa. Baada ya kutembelea na Nane akaridhika na ile maonyesho tulikuwa tunayafanya, na baadaye akatualika kuja huku Ruvuma. Tulipokelewa na alikuwa afisa tawala Profesa Shemdoe kipindi hicho, tukaanza kazi hapa. Ambaye sasa ni katibu. Katibu. Yeah. Okay, sasa unaweza kufafanua malengo na matarajio yamefanikiwa unapoona mpaka mavuno haya leo? Malengo yamefanikiwa kwa sababu sisi katika huu mnyororo wetu tunachoanza kilimo biashara, maana yake kwamba inaanzia kwenye anasili ya udongo. Sisi tunachokifanya tunafanya mafunzo ya kilimo biashara kuanzia kwenye tafiti ya udongo kwanza. Mkulima ili aweze kufanikiwa katika mazao yote, maana yake lazima ajue afya ya udongo. Ndio cha kwanza. Lakini cha pili tunachokifanya sisi ni kuhakikisha kwamba mkulima huyu anafahamu habari ya kutunza kumbukumbu. Kumbukumbu kwanza ngazi ya kaya, kumbukumbu zake hadi shambani. Kwa maana kwamba kama anatunza kumbukumbu za kaya, atajua matumizi halisi na atajua alichokizalisha. Sasa kama aliwekeza pengine milioni 3 amevuna shambani, anaangalia kule ametumia kiasi gani, ndipo anaweza kugundua kama anapata faida au hasara. Songea ilisemekana kwamba si eneo la kulima hivi viazi. Wewe baada ya kulima umeona mafanikio gani kulima viazi mviringo Songea? Songea wana fursa kubwa sana, kwa maana kwamba kulingana na tafiti zetu za udongo na majaribio tuliyofanya kuanzia Liganga, tumefanya hapa wanasema hapa wanaita kuna kijiji kimoja kile jirani, tumefanya ni sehemu ya 3 hii. Kwa hiyo Litapwase tumefanya maeneo hayo, tukagundua kwamba uwezo wa viazi na uwezo wa makuzi huku viazi vinaenda kwa kasi sana kuliko Njombe. Kwa sababu ya joto na hali ya udongo. Kwa mfano ukiangalia huku kama maeneo mengi utakuta kwamba hata kiwango cha organic matter kiko juu. Ukienda maeneo ya Njombe utakuta kiwango cha asidi kiko juu sana. Kwa maana kwamba ukitaka kufanikiwa lazima utumie chokaa. Utumie chokaa mazao ndio uweze kufanikia. Lakini kuna maeneo mengine ambapo hayahitaji kabisa chokaa mazao. Sasa leo ndio mnavuna, ni hili shamba limechukua muda gani?
shamba hili limechukua muda gani? Haya, nimemwona mgeni. Mpaka leo ni siku 90 toka kupanda. Ameshaingia eneo hili. Mpaka leo ni siku 90. Anakaribia kabisa. Hebu eleza mafanikio ya kiazi kimoja hicho. Wote tulioko hapa tafadhali kila mmoja ipo. Eleza hayo macho au Arukeruke. Hivi viazi kawaida ukitaka kuzalisha kwa kiwango kikubwa, wastani wake unaweza kupata mpaka tani 20 per eka. Lakini cha kwanza lazima uzingatie macho. Hii mimea itakayotoka kwenye macho unaweza kuona kiazi kina mimea zaidi ya 10 kwenye macho haya. Hayo macho ndio viazi vyenyewe. Ukipukutisha mmea mmoja maana umepunguza viazi. Onyesha kwa kutumia macho. Kwa hiyo ukiangalia utakuta jicho la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba, la nane, la tisa, la 10, 11, 12. Maana yake hapa tunachotegemea kwamba kila jicho moja litoe viazi viwili au vitatu. Kama umetunza vizuri haya macho. Maana yake kwamba kutunza vizuri kuanzia kwenye kusia. Unaposia lazima uhakikishe kwamba hizi sprout zake zinatunzwa vizuri. Unapokuja kuzikalisha shambani hakikisha kwamba umeweka mchoro mzuri, umezipanga vizuri, umefanya treatment kwenye udongo kwa maana ya kukanseri wadudu waharibifu. Maana cutworms na nini wote lazima hakikisha kwamba kiazi kinakuwa katika mahali salama. Asante. wanakuwa na uchumi. Na shughuli hizi Mheshimiwa Mstahiki Meya zimefanywa kwa karibu sana kwa maana ya serikali ya mkoa kwa kushirikiana na taasisi ya SAGOT. SAGOT ni taasisi ambayo inashiriki katika kuhakikisha kwamba inainua uchumi katika eneo la kilimo hasa katika maeneo ya nyanda za juu kusini. Lakini SAGOT hii juzi tuliona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitangaza kabisa kwamba hii SAGOT inafanya vizuri. Kwa kufanya vizuri kwake basi iweze kufika Tanzania nzima badala ya kuishia tu kwenye nyanda za juu kusini, kwa sababu matokeo yake tumeyaona. Mheshimiwa Mstahiki Meya, nielezee kidogo kuhusiana na hii program. Hii program kama alivyoeleza mkulima mhamasishaji ni kwamba imeanza mwaka 2020 na haya yalikuwa ni matakwa ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa kipindi hicho, alikuwa anaitwa Mama Christina Mdeme. Baada ya kuona kwamba SAGOT inatekeleza miradi ya upandaji wa zao la parachichi ambalo tunasema ni dhahabu ya kijani, na ikaonekana kwamba wananchi wanatengeneza fedha nyingi sana kwa maana ya uchumi mzuri kupitia zao la parachichi. Sasa akachukua hatua za maksudi za kuiomba taasisi ya SAGOT ihakikishe inakuja ndani ya mkoa wetu ili iweze kushirikiana na mkoa kwa ajili ya kuhamasisha uzalishaji wa zao la parachichi. Na Mheshimiwa Mstahiki Meya, niseme tu kwamba tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu mpaka sasa hivi toka tumeanza hii program tuna zaidi ya ekari 500 ambazo zimepandwa parachichi na kupitia vikundi vya wakulima. Kama alivyosema mkulima mhamasishaji ni kwamba programu ilianzia kata ya Liganga, ikaenda Paramio, ikaenda Litapasi, lakini sasa kama tunavyojua parachichi ni zao ambalo linachukua muda kidogo mpaka mkulima akaanze kutengeneza fedha. Maana yake linachukua almost kama miaka 3. Sasa taasisi ikaona kwamba hapa katikati mkulima ataishi namna gani? Hebu tuingize program ya zao la viazi mviringo. Ndo viazi mviringo vikaingizwa, lakini sasa tukasema hapana, hatuwezi tukaitangaza moja kwa moja kwa wakulima, lazima tufanye majaribio. Kwa sababu watu wengi wanaamini kabisa kwamba viazi mviringo vinafanya vizuri tu Njombe peke yake. Na hata mimi nilikuwa naamini hivyo. Kumbe nimekuja kujua kwamba kama huna utafiti, huna haki ya kusema, si ndio? Tukafanya utafiti Liganga, tukafanya utafiti Mang'ua, viazi vikafanya vizuri. Lakini tukafanya vile vile na shule ya Tanga, Mheshimiwa Mstahiki Meya. Kama mwenyewe ulivyojionea, viazi vimefanya vizuri. Sasa tukaona hapana, hili sasa jambo limeiva.
tusiliache hivi hivi. Hebu tulitangaze kwa wananchi ambao wako ndani ya mkoa wa Ruvuma ili waweze kuona kwamba kumbe kwenye viazi iko fursa ya kutengeneza maisha, iko fursa ya kutengeneza uchumi. Kama ulivyopata taarifa Mheshimiwa Mstahiki Meya kwamba eka moja tu ya viazi mviringo ina uwezo wa kutoa mpaka gunia 200 ambazo ni sawa na tani 20. Ni jambo ambalo kwa kweli kwangu mimi kama afisa kilimo, ambaye nahitaji kumuona huyu mkulima anakuwa na maendeleo makubwa sana kupitia kilimo, mimi linanifurahisha kwa 100%. Na kwa nini serikali inatanua wigo wa mazao mbalimbali? Kwa sababu tunaamini miaka ya nyuma kulikuwa na, ukiongelea Songea maana unaongelea mahindi peke yake. Sasa tunahitaji kutanua wigo kwamba atakayetaka kulima viazi alime, atakayetaka kulima soya alime, na hata ya mazao mengine soya, ufuta, mbazi yalikuja kwa mikakati hii kwamba tunafanya intervention ya kuingiza mazao mengine ili kuhakikisha kwamba huyu mkulima anakuwa na uchumi ambao ni endelevu badala ya kutegemea kwenye mazao ya aina moja. Mheshimiwa Mstahiki Meya, mimi niseme tu kwamba wakulima wetu wanayo nafasi kubwa sana ya kuwa na uchumi mkubwa kupitia kilimo. Na kulikuwa na usemi mmoja, nadhani kila mmoja anaukumbuka, walikuwa nasema ukitaka mali iko shambani. Na mimi nawaambieni wakulima, sisi kazi yetu kama wataalamu pamoja na serikali tunahamasisha sana kuzalisha kwa tija. Liko wimbi kubwa la uzalishaji ambao ni chini ya kiwango kwa kila mazao. Unakuta kwa mfano mathalan mtu analima mahindi anavuna gunia 5. Utatoka kweli? Huwezi kutoka. Lakini ziko mbinu bora za kilimo ukizifata. Sasa hivi Mstahiki Meya, kwenye mahindi peke yake tunasema angalau mkulima azalishe gunia 30. Si ndio? Gunia 30, 35 mpaka 40. Hivi tunavyoongea kuna wakulima wanazalisha mpaka gunia 40 kwa ekari moja ya mahindi. Sasa tija ya uzalishaji ikiwa kubwa, manake unatengeneza fedha. Siku moja Mheshimiwa Mstahiki Meya, nilienda kata moja ya Litakwasi kwamba taasisi imeongezewa eneo lingine karibia eka 4. Hili eneo sasa litageuka kuwa ni eneo la majaribio. Hili eneo linaenda kuwa ni eneo la majaribio, manake hii kwa upande mwingine kwamba SAGOT inaenda kuraise kama center of training kwenye hili eneo. Manake ukifika hapa utakuta majaribio ya viazi mviringo, utakuta majaribio ya nyanya, utakuta majaribio ya kila kitu. Utajifunza, utaondoka, nenda ka practice, utapata matokeo mazuri. Baada ya kusema